Wanasema Nairobi ni shamba la wajanja, lakini ukweli ni kwamba Nairobi ni uwanja wa vita, ambapo silaha kuu si bunduki wala panga, bali ni tamaa yako. Tamaa yako wewe mwenyewe. Leo nataka tuingie ndani kabisa ya file ambayo hakuna mtu anatakanga kuifungua. Nitawapea ramani nzima chizi mchezo wa town unaitwa The Great Land Heist unavyochezwa. Kuna hawa maboys tunaita Sharp Boys. Sijui kama mnawajua Sharp Boys. Ukimaliza kusikiliza hii, utajua kama kile kiwanja chako konacho pale unalipa pole pole huko. Sijui Joska, sijui Kamulu, wapi, but it is not specific, Ruiru, wapi, it can be anywhere in Kenya. Huko Nakuru, Naivasha, ni shamba lako kweli ama ni kaburi la pesa zako? Tuanze na kanuni ya kwanza. Si utapeli wa kuibiwa simu mtaani bwana. Si utapeli wa simu. Huu ni utapeli wa kistaarabu. Hawa watu wanaokuibia ni watu wanaovalia suti za gharama ya juu. Wananukia marashi ya milioni. Na wanafungua ofisi kubwa kubwa somewhere kwenye majumba ya kioo kule top roof. Hapa hii Laoma Westlands ndio utawapata. Ukikutana na Sharp Boy, umuoni mhalifu? Mbona umuone mhalifu mtu amevalia vizuri? Unaona mtu ambaye amekuja kukuokoa kutoka kwa umaskini completely. Umekuja kutolewa kwa hiyo shimo ya umaskini. Wewe na umaskini. Sasa tuseme wewe ni mmoja wa Sharp Boys. Na una akiba yako umejiwekea mahali like tuseme 100 million mahali umejiwekea tu ya kufanya biashara. Ufanye biashara ya kawaida? Mbona ufanye biashara ya kawaida na uko na 100 meters? Unatafuta shamba la msimu. Unakodesha bwana. Unapeana milioni 20 pale za mwenye shamba akae na shamba. Mwenye shamba ni mzee, utapata anaishi ushago ama kuna mgogoro wa hilo shamba wa kifamilia na huko. Ulimedumu kwa miaka 20 na kuendelea ama kuna kesi kotini. Unampata huyo mzee, unamchapa zake milioni 20. Taslimu unampea cash, hakuna kumwambia sijui nitakutumia. Lakini umwambie unanunua shamba lote. Unampea hiyo pesa kama kivuta jasho ili afunge mdomo wake. Miaka mingapi? 5. Unamwambia mzee, chukua hii mita 20, lala. Na hata ukiona tinga hapa, usishtuke. Mimi ni mwekezaji bwana, nimeweka pesa yangu. Po ndipo ujanja unaanza sasa. Mkenya haamini makaratasi. Makaratasi ya nini? Kwanza anaamini kile anachokiona. Shamba 800,000. Na iko hapa karibu na highway. Sharp Boy anajua psychology ya hawa watu. Anachukua milioni nyingine 5, anamwaga mchanga na mawe kwenye viwanja 50 tofauti. Unaona vumbi inapanda, kuna excavators pale zinachimba. Unasema hii shamba ni legit. Unaona misingi inachimbwa bwana. Kwa akili yako unajua hapa kuna biashara. Hujui kuwa ile misingi haina maana huko. Ni pesa yako inaangaliwa bwana. Ni maigizo inaendelea pale ya saruji tu na maji. Ili mradi ionekane kuwa jengo linatokea, but hakuna in real sense mjengo inajengwa pale. Kisha anajenga kile tunaita the show house. Hii ndio ndoano kubwa sasa. Anajenga bungalow moja ya kifahari. Tuseme like ya 15 million pale. Inapakwa rangi za kisasa vizuri. Tiles za kung'aa. Hata wewe ukifunguliwa uingie ndani unasema bas, hata mimi nataka kuishi sehemu kama hii. Landscaping inafanywa. Eneo hilo linaonekana kama paradiso. Katikati ya vumbi.
Kazi ya jumba imejengwa hapo ni kukuchanganya akili kabisa. Ukiona ile bungalow, unasahau kuuliza, kwani hapa hii shamba inakuanga ya nani? After 50 years ilikuwa ya nani huko nyuma? Unashindwa kuuliza. Hata title deed unaweza kosa kuuliza. Sasa mchezo unahamia kwenye validation. Sharp boy hatumii pesa yake. Nani hatumii pesa yake hivyo vyote? Kutangaza, hatumii pesa yake. Anatumia hadhi ya wengine. Anafanya sherehe moja bigi. Inaitwa ground breaking party. Anawaalika viongozi wa dini wenye ushawishi mkubwa, ama mwanasiasa anayependwa na watu. Wanapiga picha pale, wakikata utepe, wanachinja mbuzi moja safi ama ng'ombe. Askofu anabariki ardhi ya kukomboa, nyinyi mmenunua. Mkenya akiona askofu, anasema hapa hii ni biashara legit. Anashusha kinga yake yote. Anajua hii haiwezi kuwa utapeli. Askofu hawezi kudanganya. Hujui kuwa hata huyo askofu amepewa sadaka ya milioni 1 ili aonekane pale kwa sasa na hiyo maneno ikamilike. Marketing inaanza kwa kishindo bwana. Radio, mitandao ya kijamii na influencers wote wanapiga kelele, wanawaambia ploti maguta, ploti maguta, wapi na wapi. Wewe ulisikia wapi ploti karibu na Karen ya 800,000? Mnasikia viwanja vimebaki ni vichache. Pata ploti yako karibu na Runda kwa 800,000 peke yake. Wewe unakimbia hapo unasema, sasa naenda kuishi Runda. Hapo sasa ndio the FOMO effect inaingia. Yaani tunaita fear of missing out. FOMO effect. Unakimbia ofisini ukiwa na pesa zako. Unakaribishwa vizuri na makatibu huko. Secretary tumedunga vizuri, ambao kizungu chao kimeenda shule. Unapewa maji ya chupa. Umeenda ukachukua loan. Pesa ya mwingine ndio unapewa maji ya chupa unakunywa nayo. Na unaonyeshwa ramani kubwa imewekwa pale kwa ukuta. Unaambiwa namba 1 mpaka namba 200 zimeshanunuliwa. Sasa wewe utaanzia hapa 201 kuendelea. Unajihisi mwenye bahati sana. Kuwahi namba 201. Unatoa deposit ya 400,000. Na hapo ndipo unapapaswa. Unaambiwa title deed itatokea baada ya miezi 9. Mambo ya serikali yakikamilika, utapata title deed yako baada ya miaka 2 au 3. Sharp boy amekusanya zaidi ya milioni takriban 220 ama 240. Wakati huo mwenye shamba halisi anaamka sasa. Sidili imeisha. Ama serikali inaleta tingatinga kubomoa, kwa sababu ardhi hiyo ilikuwa ya msitu au ya reli ama ya umma. Watu wanaanza kulia kwenye TV. Sharp boy atoroki. Mbona atoroke? Kwani amewaibia? Si mmempea pesa? Hiyo ndiyo siri ya hawa jamaa bwana. Akitoroka atatafutwa. Baada yake anapambana na hiyo kesi. Anatumia milioni 5. Si ako na pesa? Mmempea 240 million ama 220. Anatumia milioni 5 nyingine kwa ajiri mawakili. Wale ambao kizungu yao imeenda shule, inatetemesha mpaka koti. Kesi inaanza, na hapo ndipo mfumo wa sheria unavyogeuzwa kuwa kichaka. Kesi inapewa tarehe ya mention moja safi. Tuseme tuko 2026. Unasikia mention ni 2027 mwezi wa 8. Kisha hiyo 2027 mwezi wa 8 ikifika inasongeshwa mpaka 2030. Hadhiriwa wanaunda kamati sasa, wanasema tufuatilie haki. Lakini siri ni kwamba hawa ndani ya hiyo kamati, Sharp boy ameweka watu wake pale. Wanachochea, wanawaambia tutoe pesa zaidi. Tutoe 12 twingine 20 hapa na pale. 30,000 hapa na pale. Eti za kufuatilia faili. Ardhi House.